Haya, tunaendelea na simulizi yetu nzuri ya Vivian na Teacher John. Tulishia pale ambapo Teacher John alimwambia Vivian aende nyumbani kwake kuchukua zawadi. Vivian anasema, nilirudi darasani lakini hatukukaa sana, muda wa break ukafika. Mimi na rafiki yangu tulitoka nje kunywa chai. Siku hiyo nilijaribu kucheza lakini kila nikikimbia au kuruka nilihisi maumivu sana. Nikaamua kukaa pembeni nipate upepo kidogo. Rafiki yangu akanifuata. Ghafla tukamwona teacher akiwa amekaa na yule madam Mashauzi. Walikuwa wamekaa karibu na tanki la maji wakiongea kwa ukaribu sana. Rafiki yangu akanikonyeza, umemwona yule? Nikamjibu, ndio nimemwona. Tulishazoea kumnanga sana huyu madam kutokana na tabia yake ya ukali wa bila sababu na vile alikuwa amenichukia sana mimi. Lakini ghafla nikajikuta najihisi vibaya. Yaani moyo ukaanza kuuma bila sababu. Nikaanza kujiuliza, kwa nini wanakaa pamoja sana? Kwa nini madam anamfuatafuata sana huyu John? Na ukweli ni kwamba mimi na yule madam hatukuwahi kuelewana tangu mwanzo. Hanipendi kabisa, hata sijui kwa nini. Nilijikuta siwezi kutulia. Kila baada ya muda nilikuwa nainuka kuwachungulia kama bado wamekaa pamoja wanaongea au wameshaondoka. Rafiki yangu akagundua kitu. Akaanza kunitania, vipi wewe, mbona kama umeanza kumpenda teacher? Nikajifanya kumpuuzia, lakini moyoni nilianza kujilinganisha na yule madam. Hata nikajiona mjinga kidogo. Baadaye kengele ikagonga. Tukaanza kukimbia kurudi darasani. Tulipokuwa tunakimbia, madam Mashauzi akaniita. Kama kawaida yake, huwa anipiti bila kunisemesha. Alianza kuniuliza kwa ukali, wewe, mbona kama unatinda nyusi wewe? Hizi nyusi si zimetindwa kabisa hizi? Nilishangaa sana kwa sababu sijawahi kufanya hivyo. Lakini nikajua nisipojibu atanisumbua zaidi. Nikamjibu kwa utulivu tu, hapana madam, mimi sijatinda nyusi. Niliumia sana moyoni lakini sikujionyesha, nilionekana mpole tu wakati ndani najilaumu na ninamchukia sana. Akaniambia nikatafute fimbo. Nilipoleta fimbo alinipiga bila sababu. Alipotaka kuongeza pigo la pili, teacher akaingilia. Akamwambia, basi madam, basi inatosha. Sioni kama kuna tatizo. Madam hakujibu. Lakini niliona wazi hakupendezwa vile teacher alivyonitetea. Nilihuzunika sana siku hiyo. Nilirudi darasani nikiwa mnyonge, nikajisikia kabisa kwamba nimeonewa. Basi nikawa nimekaa na waza ile zawadi ambayo mwalimu ameniambia nikachukue kwake. Nikaanza hata kufikiria kuacha kwenda kuchukua kwa sababu naogopa matatizo zaidi. Hasa nikikumbuka madam jinsi anavyonichukia. Mwisho nikaamua kumshirikisha rafiki yangu ili tuende pamoja. Nikijua tukiwa wawili itakuwa nafuu kidogo hata kama itatokea shida. Rafiki yangu alikubali haraka sana kwa sababu yeye ni mroho. Aliposikia zawadi akahisi labda kutakuwa na chakula. Kumbuka hapo hajawahi kujua kilichotokea kati yangu na teacher. Sikuwahi kumwambia. Baada ya kutoka shule tukaanza kwenda pale nyumbani kwa mwalimu. Nilianza kupata wasiwasi, nikamwambia rafiki yangu aende kugonga mlango kwanza. Mimi nikabaki nyuma. Teacher alisema, ingieni, mlango uko wazi. Ila mimi sikuingia. Nikamtuma rafiki yangu aingie badala yangu. Aliingia akachukua vitu kisha akatoka pamoja na teacher. Teacher akaniuliza, mbona wewe hujaingia? Nikamjibu, hapana, hapa nje panatosha. Niliona alichukia kidogo kwa sababu hakutarajia ningeenda na mtu mwingine. Lakini ukweli ni kwamba siku hiyo nilishaanza kupata mashaka. Je, unataka kujua nini kiliendelea kwenye story hii? Basi naomba like, comment, subscribe my channel ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo.